Maisha ya shule nayo yanakuaga ni kama trap. Unaona bwana, na watu wengi kwa bahati mbaya hujikuta wanaingia kwenye hiyo trap pasipo kujua. Sasa inakuaga hivi. Unajua ukiwa shuleni, uko chuo, wherever, kuna kuaga na lile group la watu ambao unaweza ukajikuta uko nalo. Group la wana, washikaji nini, mabesti, wanawake wanasema mabFF. Yani ni watu ambao wanakuwa ni wakaribu sana, ambao labda mnakuwa mnashirikiana mambo mengi sana. Kama ni discussion, kama ni kutoka out kufanya nini, yani wanakuwa ni watu wakaribu sana. Sasa hili grupu linaweza likakufanya ukajisahau. Unaona bwana, yani ukajikuta kwamba unaamini kwamba wale watu wote mnafanana, yani kwamba hata maisha nini mnafanana, kiasi kwamba anachokifanya mtu mwingine na wewe ndo hicho unafanya, au mtu mwingine asipofanya kitu fulani na wewe ufanyi. Unaona, kwa sababu unaona ni kama mnafanana, yani kwa sababu mko shuleni pale, mko chuo nini, unaona maisha si ndo haya tu, huyu mshikaji wangu mbona wote nini. Na sio kwamba mnakuwa hamjui mnachokifanya, kwamba hamko shuleni. Linaweza kuwa ni group la watu ambao mko dedicated kabisa, mnajua mnachokifanya, mnasoma na nini, unaona, lakini tu ni ile kwamba mnajikuta mmeathirika kwenye kuamini kwamba wote mnafanana, kiasi kwamba wewe binafsi unashindwa kufocus kwenye maisha yako binafsi, unashindwa kutarget kwamba kuna maisha baada ya chuo. Unashindwa kufikiria kwamba kuna maisha baada ya chuo, ama kwamba pamoja na kwamba wale ni washikaji zako, wale ni watu wako, lakini kila mtu ana maisha binafsi. Unaona? Kwa hiyo sasa hicho kitu kinaweza kikakupelekea ukashindwa kufanya mambo ambayo binafsi ulitakiwa kuyafanya ili kutimiza ndoto zako wewe binafsi, kwa sababu baada ya chuo ni less likely kwamba hawa watu mtaendelea kuwa pamoja katika mazingira yanayofanana. Unaona, mara nyingi magrupu kama hayo huishia shuleni, na baada ya hapo kila mtu anaendelea na maisha yake, na wakati mwingine hata mawasiliano hupotea. Unaona, lakini wengi husahau. Unaona, sasa ndo hicho sasa kinatokea kwamba unaacha kufanya mambo ambayo binafsi wewe ulitakiwa kuyafanyia kazi, ili mwisho wa siku ya kufikisha kwenye sehemu unayotarajia kufika. Unaona, na unakuja kukumbuka muda umeshaenda. Unaona, labda chuo sasa kimeisha, umemaliza chuo, shule umemaliza, ndo unakuja kukumbuka. Na bahati mbaya kabisa unaangalia wale washikaji zako uliokuwa nao sasa, mliokuwa grupu moja, wao wako mbali sana, yani kumbe hawakuwa hata wenzako. Inaumaga sana, inaumaga sana. Na kama uko chuo sasa hivi ama uko shuleni, epuka sana kufanya hilo kosa. Una washikaji zako ndio, una mabesti, una maswaiba, ni fresh kabisa, sawa, unaweza kushirikiana, mnaweza kufanya mambo mazuri pamoja, lakini usisahau kitu kimoja muhimu sana, kwamba kila mtu ana maisha yake. Sasa wewe usipofanya mambo fulani kwa ajili yako wewe mwenyewe, ukitegemea kwamba wote mnafanana tu, ambona washikaji zangu tu wao pia hawafanyi kitu kama hicho, sasa si fresh tu, maisha si ndo haya, utakuja kuumia baadaye, especially utakapo realize kwamba wale hawakuwa wenzako. Trust me, mnamaliza chuo, wewe unajua kabisa ulikotoka hakueleweki, lakini wenzako unashangaa tayari wao maisha walishaandaliwa, na wazazi wao, whatever, watu wana connection. Unaona, unashangaa. Na wakati huo mawasiliano mara nyingi yanakuaga hayapo kivile, yani ni ile tu unaweza ukampigia simu akakupigia simu nini fresh, lakini sio kama mlikokuwa chuo. Inaumaga sana hiyo. Unaona? So jitathmini, jitafakari. Wakati wa chuo, wakati wa shule ndo wakati ambao wewe personally unatakiwa ufocus kwenye malengo yako, ujue unatakiwa ufike wapi. Unaona? So interact na watu, lakini kuwa na mipaka, kuwa na personal goals, kuwa na weka set mambo fulani, kwamba mimi nataka nifanye mambo haya kwa ajili yangu mimi mwenyewe, sio kwa sababu rafiki yangu hajafanya. Unaona, sio kwa sababu mbona mshikaji wangu nini hajafanya. Hapana. Unaona, ni mshikaji wako ndio, lakini you never know, kila mtu ana pathway yake ya maisha. Usije ukaingia kwenye hiyo trap. Inaumizaga sana hiyo trap, inaumizaga. Usije ukaingia kwenye hiyo trap, usije ukaingia kwenye hiyo trap. Basi ndo hivyo, mimi nimemaliza. Nilikuwa na hapa tu ushauri.